mwanafamilia, kama nilivyoahidi kwamba kadri nitakavyokuwa naweza nitajaribu kuchimba historia kadri nitakavyoweza na kukuletea kile ambacho nitapata kadri ya uwezo wangu. So leo ningependa tuzungumzie kuhusiana na historia ya kabila la Wahaya. Ili kabila ingawa kwa sasa hivi hao watu wa Bukoba ingawa kwa sasa hivi ni maarufu sana kwa kilimo cha ndizi, ila ukirudi nyuma hawa jamaa kuna makubwa sana wamewahi kuyafanya duniani. Sijui kama bado wanaendeleza au bado wanayafahamu. Ingawa binafsi ningependa siku moja nipate nafasi ya kuongea na mzee wa Kihaya ili kidogo labda anifungulikie kwa mapana, anipe mwangaza mzuri kwa mapana kuhusu haya. Iko hivi. Historia inasema kwamba kuanzia karne ya 5 BCE hadi kuja karne ya 18 CE, hawa Wahaya yalikuwa ni miongoni mwa makabila, ilikuwa ni kabila linaloongoza duniani kwa uzalishaji wa chuma. Kuanzia hiyo karne ya 5 BCE, hawa Wahaya walikuwa na mbinu ya uzalishaji wa chuma, yani walikuwa na mbinu ya utengenezaji, walikuwa na uwezo wa kuzalisha joto hadi kufikia centigrade 1250 hadi 1300, kitu ambacho na modern system tulionayo sasa hivi chuma bora zaidi kinazalishwa kwa joto la centigrade 1370 hadi 1500. Kwa utaona ni interval, kwa hiyo ni distance ya miaka 2000 Wahaya walikuwa na uwezo wa kuzalisha centigrade 1250 hadi 1300. Hiyo ni miaka 2000 iliyopita Wahaya, ili kuyeyusha chuma. Na teknolojia yetu tulionao sasa hivi, chuma bora zaidi kinayeyushwa kwa joto la centigrade 1370 hadi 1500, ambazo ni sawa na Fahrenheit 2500 hadi 2800 kwa sasa hivi. Kwa hiyo utajaribu kuangalia ni kwa hii distance iliyopo hapa katikati, hawa jamaa walikuwa wamepiga hatua kiasi gani. Ili kabila la Wahaya utagundua ni kwa namna gani walikuwa wamepiga hatua. Ila hayo maarifa yako wapi sasa hivi? Ni nini kilipoteza haya maarifa? Hii teknolojia iko wapi sasa hivi? Ni nini kilipoteza hii teknolojia? Pale ninapokuambia kwamba tuitafute historia, haya ndio ambayo nimefanya. Haya ndio ambayo nakuwa nafanya, inamaanisha kwamba tunatakiwa kujaribu kuyatafuta mambo. Tuulizane, labda tukae na Wahaya. Hii elimu ilipotelea wapi? Kama karne karibia 20 huko katikati, kwa sababu ni kuanzia karne ya 5 kutokana na rekodi. Kuanzia karne ya 5 BCE hadi karne ya 18, ambapo hawa jamaa baada ya kuja na mapinduzi, karne ya 18 baada ya kuja na mapinduzi ya viwanda, ndipo walipata mbinu mpya iliyoanza kuzalisha chuma bora zaidi. Hapo ni karne ya 18, miaka 200 iliyopita. Ila huko nyuma kote kabila la Wahaya lilikuwa likiongoza kwa uzalishaji wa chuma bora. Hii elimu imepotelea. Kwa ukifuatilia kuna mengi sana ambao Waafrika waliyafanya, ila ukoloni ndio ambao umetupoteza. Dini ikaje katufubaza. Binafsi nitapenda sana nijaribu, nikipata nafasi nitajitahidi kadri ninavyoweza, nitafute nafasi na nipate mazungumzo na mzee mmoja wa Kihaya atakayejaribu kunifungukia kwa mapana zaidi. Naamini bado wapo wanaoifahamu technology, au bado wapo ambao wanaelewa nini kilikuwa kikifanyika. So kwa sasa hivi ni swala kukusanya ile maarifa, ukusanye na hii modern system, ili tuwe na mfumo mpya ambao naamini utakuwa ni bora zaidi kwetu. Nakwambia Mwafrika, ukisoma historia vizuri utagundua asilimia kubwa ya vitu tunavyoviona sasa hivi duniani mwanzilishi ni Mwisraeli. Ikiwemo hadi hizi nguo ambazo sasa hivi tunajipiga kwa kwamba tunavaa nguo za wazungu. Uniambie kama miaka hiyo ilikuwa ni karne 5, miaka 500 kabla ya kuzaliwa Kristo. BCE ni before common era, kabla ya kuzaliwa Kristo. Mhaya alikuwa na uwezo wa kuyeyusha chuma. Alikuwa na uwezo wa kuchimba chuma chini, kugundua chuma chini, kukichimba na kukiyeyusha ili apate kifaa anachotaka. Na historia inasema kwamba alikuwa na uwezo, yani ilikuwa ni kabila linaloongoza kwa uzalishaji wa chuma bora kipindi hicho. Ila leo hatujui. Leo hakuna lolote, ile teknolojia haijulikani imeenda wapi. Kwa Afrika kuna haja ya kuanza kuchimba haya mambo. Kuna haja tuwekeze nguvu kubwa kwenye kutafuta historia ya kweli. Sio hizi historia ambazo tunaletewa na waja.
Utakuta kuna kitabu kinazungumza ya mambo kama hujaamua kuwekeza nguvu kutafuta nje. Waafrika, ni muda wa kuamka tutafute historia ya Kenya. Kuna mengi makubwa ambayo